Tupatane Singapore. Happy Saturday and welcome back to Danese Media. Now, ladies and gentlemen, allow me to give you a quick recap concerning what happened yesterday on Friday, whereby after Rigathi Gachagwa's crew were attacked during their presidential campaign in Nakuru County, we are being informed that a Royal Media Services vehicle was also attacked whenever they were covering that presidential campaign of Rigathi Gachagua in Nakuru County. Yani right now, goons are now everywhere. And the government have decided that they are not going to left any presidential campaign to have a free campaign, because even in Bomet, Matiang'i was also attacked. Gachagua was also attacked. Royal Media Services was also attacked. So these people are now attacking everyone. So long as you are not chanting two-term, kama huku kwa two-term, you won't have a peaceful campaign in this country of Kenya. If you don't agree with what William Samoei Ruto is saying. And I want you to watch these two videos before we proceed. Beside that one also, yesterday, KTN decided to thoroughly inject Kimani Ichung'wah concerning to what is happening within the leadership of President William Samoei Ruto. They have seriously done a wonderful job. By the way, I really like what KTN is doing, or what KTN have been doing since they started this issue of shock like KTN, or face the facts, where they are seriously telling Kenyans what is actually happening under the leadership of President William Samoei Ruto. And before I play for the video, please consider liking the video. When you like the video, you automatically show us for support on what I'm doing on this platform. Thank you so much for that support of the like, and you can also subscribe to our YouTube channel if you are meeting this channel for the first time. Thank you so much for that support of the like and also subscription. Can we watch the video together? In different parts of the country. In Nakuru, DCP leader Rigathi Gachagwa's convoy came under attack, while in Bomet, Jubilee Deputy Leader Fred Matiang'i was forced to cut short his engagement with leaders amid heckling by sections of the crowd. This even as the CS Interior Kipchumba Murkomen insists that the government will provide security to all political camps and their meetings. Kenya's political campaigns are increasingly taking an ugly turn, with politicians facing violence, heckling and targeted hostility. In Nakuru County, the convoy of DCP leader Rigathi Gachagua was pelted with stones by suspected political opponents in Soko Mjinga area. Several vehicles had their windows shattered, including those belonging to Gachagua and other politicians. A number of people were also reportedly injured. Ukiona mtu anapiga msafara ya Rigiji mawe, huyo ni mtu ya Kasongo. Aende asiende? Aende asiende? The chaos did not spare the media. A Royal Media Services vehicle was also targeted with stones and damaged. In Bomet, Jubilee Deputy Party Leader Fred Matiang'i faced a hostile reception after attempting to address residents in the town. Crowds openly heckled him, with some chanting two-term in support of President William Ruto. Habari ya Bomet, salamu kwa Mungu na mnaini, zalimieni, zalimieni, zalimieni. Asante sana, thank you very much. Matiang'i and his allies were eventually chased out of town. The incidents are raising fresh concerns over growing political intolerance, with rival supporters increasingly treating political rallies as battlegrounds rather than spaces for progressive political debate. Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen insists the government will protect all politicians regardless of their political affiliations. Some of my friends, or former friends, have been insulting me left, right and center. But that does not mean that it's still my responsibility to ensure that their functions are safe and their meetings are very safe, because Kenyans deserve services not based on their person they are competing with or they are supporting in politically. Yet that assurance is now facing its first major test following the violence witnessed in Nakuru and the disruption of political activities.
Karibu katika shoka la KTN. Unajua kuna tetesi na kuna mambo mengi kwamba tunafaa kwenda Singapore. Vaa viatu kuwa tayari tuingie Singapore. Wakati viongozi wanasema Kenya inaweza kuwa kama Singapore na viwango vyake, inaonekana kuvutia, au sio? Msikize rais wetu mpendwa William Samoei Ruto. This country called Kenya, we are going to do the things that those countries did. They were with us as third world countries. Today they are first world countries. Bwana Rais, Singapore ni nchi iliyo na utaratibu, nidhamu, ufanisi na inachukulia ufisadi sio kama kero ya kisiasa bali kama kosa linalopaswa kuchukuliwa hatua. Lakini usiku huu tunapaswa kukabiliana na ukweli usiopendeza hata kidogo. Kenya bado si Singapore, si kwa sababu hatuna uwezo Bwana Rais, bali kwa sababu hatukubali kinachotuzuia. Singapore haikuwa Singapore kwa kuzungumza tu. Ilifikia mahali ilipo kwa kufanya maamuzi magumu mapema na ya kushikilia yale maamuzi bila kujali nani angeathirika. Hapo ufisadi haujasazwa, kutekelezwa au kudhibitiwa kwa maneno tu. Hebu nikupe mfano hapa. Mwaka 2024 Singapore iliweka gerezani waziri wa zamani kwa mashtaka ya ufisadi. Alikuwa mtu wa mfumo, mwenye nguvu, aliye na uhusiano wa kisiasa, lakini mara tu imani ya umma ilipovunjika, alitolewa madarakani na kisha kaingia gerezani. Hali hii ya Singapore haishi kwa wanasiasa tu. Hebu nikupe kisa kingine kilichojulikana tena, na kisa hiki kilihusisha kanisa la City Harvest. Viongozi wakuu wa kanisa walihukumiwa kifungo kwa kutumia vibaya mamilioni ya dola za kanisa. Lakini hapa Kenya tunawafagilia hawa ambao ni machifu wa makanisa na viongozi wao hadi barabara. Ujumbe ulikuwa rahisi tu: hakuna taasisi iliyo juu ya sheria, si siasa, si biashara, wala dini, wala nani ana pesa nyingi. Sasa linganisha hayo na rekodi ya hapa nchini Kenya. Kenya imepitia orodha ndefu ya kashfa ya NYS, lakini baadhi ya wale ambao waliweza kutajwa katika kashfa hizi bado ni viongozi. Wastage of government funds. What message are we sending to the public? Wengine pia wanaongoza mabilioni na mabilioni ya pesa za kaunti hapa nchini. Afya House, Galana Kulalu, Triton Oil, Anglo Leasing, kila moja ikiwa na mabilioni ya shilingi ya umma. Miaka imepita, serikali zimebadilika, ahadi zimekuwa nyingi, lakini hukumu za maana dhidi ya viongozi wakuu ni nadra. Tuseme hivi, ni Kenya tu ambapo wizara zinatawaliwa na watu ambao sifa zao kuu ni urafiki na msaada wa kisiasa. Walikuwa karibu na rais au walimsaidia katika kampeni, na pia wanacheza ngoma inayofurahisha nafsi ya viongozi hao. Huo sio mfumo wa sifa, ni udhamini wa kisiasa, dawa ya uongozi duni inayoponyesha serikali. Muko tayari? Na sisi UDA na Kenya Kwanza tuko tayari. Kwa hivyo tujipange, tuunde serikali, tupeleke Kenya first world. Singapore wafanye hivyo rais. Hiyo si sifa, hiyo ni siasa, tena mambo ya kisiasa, tena kinyume kabisa na mfumo wa kitaaluma unaohitajika kufika Singapore. Kisha kuna masuala ya uwajibikaji katika sekta ya usalama. Kumbuka kisa kimoja tu, kijana aliyefariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi, Albert Ojwang, kufuatia kashfa iliyohusisha afisa wa ngazi za juu ya polisi. Kifo hicho kilishangaza taifa nzima. Kilichofanyika ni kipi rais? Uchunguzi ulifanyika, wafanyakazi wa chini na raia walitakiwa kushtakiwa, lakini kwa muda mrefu afisa aliyehusishwa na tukio hilo aliendelea kushikilia nafasi yake bwana. Umma uliruhusiwa kudanganywa kwamba na kusema alichukua likizo au kuondolewa, na baadaye ikabainika kuwa haikuwa kweli kabisa. Hii ndiyo sababu ufisadi na matumizi mabaya ya mamlaka hayachukui mshangao kwa Wakenya. Wananchi wanaumia, na hiyo ndiyo sababu wakati viongozi wanasema Kenya itakuwa kama Singapore kufikia mwaka 2030. Wacheni kusema ati haiwezekani, sijui haiwezekani kwa vichwa yenu. Lakini sisi tunajua inawezekana kwa uwezo wa Mungu. Kenya hii itasonga mbele. Wengi wanasema kwa ukimya, sio kwa kutopenda, bali kutokana na uzoefu wa maisha. Ukimfunga mwizi wa kuku kwa miaka 10 na mwizi wa mabilioni anafaa kufungwa kwa miaka mingapi? Kinachokosekana ni udhabiti wa kuchukua hatua. Huwezi kuwa Singapore wakati unawateua viongozi walio na historia ya kushindwa. Huwezi kuwa Singapore wakati unarusha uaminifu kwa upande wa urafiki kuliko sifa. Huwezi kuwa Singapore wakati wakili wa umma
anavutwa au kesi zinaondolewa na wale waliohusika kurejeshwa kwenye wizara au serikalini. Na huwezi kuwa Singapore kwa kuzungumza tu bila vitendo. Singapore iliweka maafisa fisadi gerezani ili kulinda mustakabali wake. Lakini kinyume ni kwamba Kenya inawalinda wale wafisadi. Jina langu ni Haman Kamariki, tupatane Singapore. So that is what happened yesterday on Friday during different events in this country of Kenya, whereby the government have now decided that they are not going to massage any presidential campaign candidate or any national media center that is injecting their government. And those media centers are KTN, NTV, Citizen, TV47, except KBC. KBC is the only channel that is working closely with the government, because that is a national government. So see you in the next video. Ndio tunataka kupanda gari saa hizi tukienda Nairobi. So please mtuombe tufike Nairobi vizuri. Tukutane kwa video itakayofuata. Our next video nitafanya nikiwa wapi? Nikiwa Nairobi. So asanteni sana. Mimi ndio narudi Nairobi. By the way, mtuombe. Bye bye.